Dada, shikamoo. Mazaleo. Salama kwema? Kwema za nyumbani. Safi. Nimekuja bwana, nasikia umeniita. Mpo wako anataka kupata mchumba, ukatokea mchumba. Anataka kumooa. Sasa yeye hataki kuolewa. Sasa kwa nini? Mimi nimwambia wewe mwanangu hataki. Sasa nimesema mimi akija kaka nitamwambia. Nitamwambia basi labda mjomba wake atamsikia. Sasa anaanzaje hivi? Dada, toka umekaa naye vizuri kabisa, umeongea naye? Hataki. Sasa natakaje? Kama bahati imekuja kwenye nyumba yetu, yeye anakataa. Kati hiyo ilikuwa yeye kutuheshimisha sisi ukoo. Leo anakataa, anahitaji kuwa kama binti wengine, atuletee mimba hapa nyumbani. Sasa nisikilize dada. Naomba umwambie na umkumbushie matukio yangu ya zamani. Labda nikukumbushe kidogo. Unakumbuka kipindi kile mlipika ugali, mkakuta ugali umeliwa na sufuria mkawa muioni. Sasa mimi nilikula ule ugali, nikala mpaka ile sufuria. Ndio maana mkuiona. Hata wale samaki siku ile uliotafuta dada wewe, nilikuwa nakuuzia kesi, umeotafuta. Lakini wale samaki mimi nilikula, nikaona nini niepushe nini, nikala mpaka miba. Unaona? Sasa mwambie hivi, mjomba wako yule wa kutubu amekuja. Na nikirudi tena, yani nikiongea naye, yeye ni kuolewa. Hawezi akakusumbua dada yangu. Kuna kitu tunashindwa kuelewa. Wewe ni dada yangu. Kama wewe kitokea ukiondoka, mimi ndo na play kama mama. Japo sinionyeshi, yeye lazima aolewe. Asitake kuwa kama wengine hao atutetie aibu. Wewe mtoto mama nani pale dada kazaa eti mtoto mchina. Haya kuna wachina kijijini kwetu huko. Si yule siku kuaibishana huko. Sasa mimi naenda. Akija mwambie. Ningekaa bwana hapa nikae nisubirie hata chai, sema nawahi maswala nilii huku. Acha niende dadangu. Sawa Haya. Unajua tena? Nitamwambia. Usisahau kumwambia. Hata simsahau. Shikamoo baba. Marhaba mwanangu, jambo? Sijambo. Habari za nyumbani? Uko salama kabisa. Sawa, karibu sana mwanangu. Nilikuja juzi hapa nyumbani sikukukuta. Ndio. Nashukuru leo nilivyokukuta. Mimi faza nilikuwa na jambo langu. Jambo lipi mwanangu? Nyumbani bwana kuna kidogo kuna kama ugomvi fulani ambacho kinaendelea, ni kwamba mke wangu ananilazimisha sana niongeze mke wa pili. Na mimi hilo swala sijaliafiki, lakini yeye imekuwa kama wimbo. Nikiamka asubuhi bwana mume wangu ongeza mwanamke. Yani nikirudi shamba yani inakuwa yani kero kabisa, yani nimeshindwa hata sijui nifanyeje. Ndio maana nimeamua kuja kwako faza nipate ushauri wako. Je, wewe unalionaje hili swala? Mimi nasema kuwa kama huyo mwenzako amelizia uoe mke wa pili. Kwanza isitoshe ukikaa ukifikiria sana sasa hivi ni agharabu sana kuweza ukawa na mtu mkeo akakushauri tena uoe mwanamke mwinginewe. Kwa hiyo kama yeye amelizia kama swala kama hilo, halina shida sana mwanangu, kwa sababu utata ungekuja vipi? Wewe sasa ilibidi ungekaa naye kuweza kumshauri, lakini kama yeye amelizia basi hakuna shida mwanangu. Kubwa zaidi sana wewe kubaliana naye kwa sababu yeye kalizia. Na kama kalizia, kwanza isitoshe ukikaa ukifikiria sana kuoa ni sunna. Bwana Mtume sallallahu mwenyewe ameahidi kusema inatakiwa kuoa wanawake 4, 3, hata 2, kwa sababu hiyo ni sunna. Bwana. Kwa hiyo hii haina matatizo yote kama yeye mwenyewe pia amelizia. Nimeshukuru sana kwa ushauri wako. Ndio. Kwa sababu niliona hili jambo sio vyema kulifanya tu mwenyewe bila ushauri wa baba. Ndio maana nikaamua kukufuata ili nipate ushauri wako. Nimefurahi kwa muongozo ulionipa. Kwa hiyo nahisi nitalipitisha hili swala. Itakuwa limeshapita. Ngoja niongeze kama anavyohitaji mwenyewe. Basi shukrani, mimi nakutakia heri. Haina shida. Utamsalimia abi mkubwa basi. Basi inshallah, karibu sana bwana. Asante. Ina maana wewe unahitaji kuolewa? Naongea na wewe mjomba. Ina maana wewe unahitaji kuolewa? Lakini mjomba, mimi sihitaji kabisa kuolewa. Nisikilize wewe. Yaani usilete upumbavu kwenye hii familia. Usitaki kutuharibia sisi. Tushaona mabinti kibao hapa wamepata mimba, wamezaa kwao, hakuna cha maana ulichokifanya. Wewe leo umepata bahati. Umeletewa mwanaume ambaye atakuoa, eti unakataa kuolewa. Hivi unaweza kunigea sababu ambazo zinakufanya ukakataa kuolewa? Mimi mjomba sihitaji kuolewa. Huyo mwanaume yenyewe anataka kunioa ana mke tayari.
wewe lazima yaani usishangae kuolewa mitara. Nisikilize, watu wanaolewa hata wanne. Kwanza hiyo ni dini inaruhusu. Wanaelewa? Hiyo ni sunna kwenye dini yetu. Wewe lazima uolewe. Na tena mjomba, kama utakataa kuolewa, mimi sitakuwa mjomba wako. Na nitakuja kukufanya kitu ambacho hautakuja kuamini. Mimi mjomba sihitaji kuolewa. Kelele kwanza. Nisikilize. Naongea kama mjomba. Alafu mimi napei sehemu kama mama yako. Kama mama yako asingekuepo, mimi huenda ningeambiwa nikunyonyeshe wewe. Unanisikiliza vizuri? Wewe utaolewa. Mimi ndo mjomba wako wa kutubu. Dadako si alikwambia? Kama mimi dada yangu mwenyewe ananijua mimi. Wewe iwe watu hata kama ungekuwa mke wa 4, ungeolewa, utaolewa. Sasa hapo hakuna kupindisha mada. Utaolewa uolewi. Sema naolewa. Utaolewa uolewi. Niolewe. Ndio nimekwambia. Sasa nataka ubadilishe maamuzi yako. Na wewe uende ukamtumikie mume wako. Ujue usije ukaja kutuharibia maisha, ukaja siku hapo unashangaa unatuletea mimba ambazo hazina baba hajulikani hajui nini. Umepata bahati unataka kuolewa unaita mchezo, Acha kuchezea hizo bahati. Kuna mitoto hapa imjui baba yake nani? Unakuta mtoto kazaliwa hapa, mtoto mchina kapewa mtu mbongo. Wapi na wapi? Sasa mjomba, mimi naondoka. Na nitakuja kuongea na dada baadaye. Nikisikia umebadilisha maamuzi, nitacho kufanya hautoamini. Muulize dada yangu, mjomba wa kutubu yupoje? Atakwambia. Yaani atakwambia sifa zangu. Kisima cha kijiji hiki nimechimba peke yangu. Karibu mdogo wangu. Asante. Shikamoo dada. Marahaba, vipi hali? Safi. Za nyumbani? Safi tu. Karibu. Dada, mimi nimekuja. Lile jambo loniambia nimejifikiria, nipo tayari kuungana na wewe. Niwe kama mdogo wako na tuishi kama mtu na mke mwenzie. Asante mdogo wangu kunikubalia ombi langu. Umekubali kabisa kiroho safi. Yaani mama alivyoniambia nikaona kabisa kama wewe uko serious. Haujashawishiwa mdogo wangu, umekubali mwenyewe. Yaani dada ulivyoniambia nikajua kabisa kama wewe uko serious na unapenda tu yote pamoja. Kwa hiyo mimi sina kipingamizi. Nimekubali kiroho safi pasipo kushauriwa na mtu yoyote. Basi sawa, karibu, mimi nakukaribisha sana. Karibu sana, mimi nakukaribisha. Mimi nitaishi na wewe kama mdogo wangu kama nilivyokuahidi. Umenielewa Sawa. Kama nilivyokuahidi ndo tutakapoishi na wewe hivyo. Hakuna kitakachobadilika humu ndani. Basi sawa dada. Ila msichelewe kuja kunichukua. Haya, hamna shida. Usiwe na wasiwasi. Ngoja akija nitamuelezea kila kitu. Sawa Mimi naenda. Karibu. Asante.